words that are coming in. Na kuna maneno mengi ambayo bado yaja. I become very provoked. Nahisi sasa nachochewa sana. Because you're hindering me from what has brought me here. Kwa sababu unanizuia kwa kile ambayo imenileta hapa. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Sifu jina la Bwana. I know where life is. Najua mahali uzima uko. It is in the word of God. Iko katika neno la Mungu. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. God made me to understand that perfectly. Mungu amenifanyisha nielewe hilo kwa ukamilifu. Sometimes you need to care about my soul. Wakati mwingine inafaa ujali nafsi yangu. Amen. Amen. When you get a chance to do something before the word, wakati umepata fursa ya kufanya tendo kabla ya neno kuja, make it precise, make it short and perfect. Tafadhali nifupishe. Amen. Amen. Praise God. Sifu Mungu. There is no hunger greater than the hunger of the word of God. Hakuna njaa kuliko kuwa na njaa kuelekea neno la Mungu. Amen. Amina. I want you to hear the heart of the prophet. Nataka msikie sauti ya manabii. Nataka msikie moyo wa manabii. The heart of the prophet of God. Hata moyo wa nabii wa Mungu. This is what he desires. Hii ndio kile ambayo anatamani. That we save strength for the word of God. Ili tuweke nguvu kuelekea neno la Mungu. He said we cannot do all things in one day. Alisema hatuwezi fanya mambo yote kwa siku moja. We have many Sabbaths. Tuko na sabato nyingi. We can sing shortly, then we give enough time for the word of God. Tunaweza imba kwa ufupi alafu tupe neno la Mungu muda. It's not a must everyone to sing. It's not a must we sing 10 songs. Si lazima kila mtu aimbe, si lazima tuimbe nyimbo 10. It is about the Holy Ghost. Ni kuhusu tu Roho Mtakatifu. The Holy Ghost can be contented with one song. Unajua Roho Mtakatifu anaweza toshelezwa na hata wimbo moja. Amen. Amen. Can you hear me? Unaweza nisikia? You don't know how heavy the word of God is in the preacher. Waujui jinsi neno la Mungu ni zito ndani ya mhubiri. It burns like fire. Inachoma kama moto. And the preacher wants to release it out. Na mhubiri anataka itoe nje. So that he can be light. Ili aweze kuwa mwepesi. Praise the name of Jesus. Nisifu jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Nisifu jina la Bwana. God wants us to exalt his word more than any other thing. Mungu anataka tuinue neno lake kuliko kitu yoyote. Because no song can come to praise God without his word. Kwa sababu hakuna nafsi ambayo inaweza kuja, hakuna wimbo ambayo inaweza kuja kumsifu Mungu bila neno lake. Amen. Amina. Songs come by the word of God. Nyimbo zaja kupitia neno la Mungu. So was the word of God there from the beginning. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilikuwepo tangu mwanzo. Praise the name of the Lord Jesus. Sifu jina la Bwana Yesu. And our hearts must be converted to love the word of God. Na moyo wetu lazima ibadilishwe kupenda neno la Mungu. More than any other thing. Kuliko kitu chochote. More than the songs. Hata kuliko nyimbo. The word of God should be greater in our hearts. Unajua neno la Mungu lafaa kuwa kuu ndani ya mioyo yetu. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. We must distinguish where life is. Inafaa tutofautishe mahali uzima uliko. Life is not in jumping alone. Unajua uzima si ndani ya kuruka peke yake. Life is in the word that is in the song that you're singing. Maisha iko ndani ya hiyo neno, ndani ya hiyo wimbo ambayo unaimba. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. We must be changed people. Inafaa tukue watu ambao wamebadilishwa. Jesus is coming for his word. Unajua Yesu anakuja kwa neno lake. Which is full of the Spirit. Ambaye imejaa Roho wake. As you heard in the morning. Jinsi ulisikia asubuhi. Or you didn't hear it in the morning. Ama hamkusikia asubuhi. He's coming for a lamp full of oil. Anakuja kwa taa ambayo imejaa mafuta. He's coming for a word full of his Spirit. Anakuja kwa neno ambayo imejaa Roho wake. Which is you and me. Ambayo ni wewe na mimi. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. You must battle to return the Holy Ghost in you. Inafaa upige vita
udumishe Roho Mtakatifu ndani yako. You must know the likes and the dislikes of the Holy Ghost. Inafaa ujue zile ambazo Roho Mtakatifu anapenda na zile ambazo hapendi. Praise the name of the Lord Jesus. Sifu jina la Bwana Yesu. Hallelujah to Jesus. Haleluya kwa Yesu. Amen. Amina. We must change our hearts towards the word of God now. Inafaa tubadilishe mioyo yetu kuelekea neno la Mungu sasa. If you can hear me, shout amen. Kama unaweza nisikia sema amina. That is where I find the greatest joy in my life. Hapo ndipo napata furaha kuu katika maisha yangu. Especially in the truth. Sana sana katika ukweli. Praise the name of Jesus. Nisifu jina la Yesu. When I first heard the word, when I first preached, I was preached to. Wakati nilihubiriwa kwanza, no man sang for me. Hakuna yote aliniimbia. Someone came and preached to me the word of God. Mtu alikuja akanihubiria neno la Mungu. It brought me in. Ilikanileta ndani. It was not a song. Haikuwa wimbo. Then when I followed that word, sasa wakati nilifuata hiyo neno, I made songs. Sasa nikapatana na nyimbo. You cannot confuse me. Hawezi zichanganya. I know what to follow. Nilijua kile cha kufuata. I know. Najua kile cha today I know. Hadi leo najua kile cha kufuata. I know where the saving grace is. Najua mahali neema ya wokovu iko. It is in the word of God. Iko ndani ya neno ya Mungu. Amen. Amina. I know what will keep me. Najua kile ambacho kitanihifadhi. Where it is hidden. Mahali ambapo imefichwa. It is not in songs. Haiko katika nyimbo. It is in the word of God. Iko katika neno la Mungu. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. And when I sing, na wakati naimba, I sing listening to the word of God in the song. Naimba nikisikiza neno la Mungu ndani ya wimbo. That is what causes me to jump for God. Hiyo ndio kile ambacho inanichochea nimrukie Mungu. I don't jump because of the keyboard. Siruki kwa sababu ya kinanda. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. Something that I hear in the song that stirs me up. Kuna kitu ambacho nasikia ndani ya wimbo ambacho inanichochea. That is what I hear. Hiyo ndio kile nasikia. I hear God. Nasikia Mungu. In everything. Kwa kila kitu. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. That is what I've come to hear. Hiyo ndio kile ambacho nimekuja kusikia. That is what I'm about to hear. Hiyo ndio kile ambacho nakaribia kusikia. It is not in this place. Iko katika mahali hapa. Somebody shout hallelujah. Na mtu aseme hallelujah. I'm going to show you something in the scriptures. Naenda kukuonyesha kitu katika maandiko. Psalms 138. Katika Zaburi 138. Those who know their God. Wale ambao wanajua Mungu wao. Cannot follow the cunningly devised fables. Hawajafuata zile hadithi zilizotungwa za ujanja. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. I'm going to show you something. Naenda kuonyesha kitu. My soul rejoices when I hear the word of God is about to come. Moyo wangu unafurahia wakati nasikia neno la Mungu liko karibu kuja. Listen to what David is saying. Hebu sikiza kile Daudi anasema. In Psalms 138. Katika Zaburi 138. He says, I will praise thee with my whole heart. Anasema nitakushukuru kwa moyo wangu wote. Before the gods will I sing praise unto thee. Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Praise the name of Jesus. Sifu jina la Yesu. Then he says, I will worship you at thy holy temple. Na anasema nitasujudu nikikabili hekalu lako takatifu. And praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Can you hear why David is praising God? Je, unaweza sikia kwa nini Daudi anamsifu Mungu? The reason why he's praising God. Sababu ambayo inafanya msifu Mungu. It is because of the truth. Ni kwa sababu ya ukweli. The reason why you should praise. Sababu ya kuwa inafaa usifu. It is because of the word of God. Ni kwa sababu ya neno la Mungu. That is why we praise God. Hapo ndipo sasa inafaa tumsifu Mungu. That is why we praise God. Ndio kwa maana tunamsifu Mungu. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu tukufu. We praise God because of his word. Tunamsifu Mungu kwa sababu ya neno lake. Amen. Amen. It is the
only thing that should be lifted. Ni kitu cha pekee ambacho inafaa kuinuliwa. Listen what he's saying next. Busikiza kile ambaye anasema ikifuata. For thou hast magnified thy word above all thy name. Kwa maana umeitukuza neno lako juu ya mambo yote. Juu ya jina yako yote. The word of God. Neno la Mungu. Amen. Amen. God has magnified it above all his name. Mungu ameitukuza juu ya jina lake lote. Praise God. Msifu Mungu. Amen. Amen. When God sent his word, wakati Mungu anatuma neno lake, his name was Jesus. Jina lake ni Yesu. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. When it was sent. Wakati ilitumwa. But when it will go back to him. Lakini wakati itamrejea. The name in the end will be the word of God. Sasa jina itakuwa ni neno la Mungu. Did you hear what I said? Je, umesikia kile ambayo nimesema? Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. The saint of God. Yule mtumwa wa Mungu. Is called Jesus. Anaitwa Yesu. But when you go back to God, lakini wakati utarejea kwa Mungu, it will be the word of God. Itakuwa neno la Mungu. It must go back to him. Lazima imregee. Somebody give glory to God. Amen. Hallelujah to Jesus. Hallelujah kwa Yesu. God wants us to love his word more than any other thing. Mungu anataka tupende neno lake kuliko chochote. So that we should not spend much energy in singing, then we lack energy to listen to the word of God. Ili tusipoteze nguvu mingi kwa kuimba alafu tukose nguvu ya kusikiza neno la Mungu. God wants all of us to be saved. Mungu anataka sisi sote tuokolewe. And his saving grace is in his word. Na hiyo neema yake ya wokovu iko ndani ya neno lake. I believe you can hear me today. Natumai unaweza nisikia leo. Amen. Amen. It is the word of God that brought you in. Ni neno la Mungu ambayo ilikuleta ndani. All of you. Nyinyi nyote. All of you. Nyinyi nyote. You came according to the word of God. Mlikuja sawia na neno la Mungu. We must uplift the word of God. Ni lazima tuinue neno la Mungu. For the rest of our lives. Hata kwa maisha yetu yote. Somebody give glory to God. Na mtu ampe Mungu utukufu. Amen. Amen. We should know what to prioritize. Ni tunafaa tujue kile ambayo umekipea kipaumbele. We should know what begins and what will follow. Nafaa tujue ni nini inaanza na nini inafuata. Amen. Amen. We should know what is needed to be given more time and which one needs to be given less time. Inafaa tujue ni nini inafaa tupe muda mwingi na nini inahitaji muda kidogo. Our God is not an author of confusion. Mungu si mwanzilishi wa kuchanganyikiwa. He is a God full of order. Yeye ni Mungu wa mpangilio. According to his word. Atasawia na neno lake. Amen. Amen. He has magnified his word. Yeye ametukuza neno lake. And I want you to magnify the word of God from today. Na nataka nyinyi mtukuze neno la Mungu kuanzia leo. Amen. Amen. If God has magnified his word, kama Mungu ametukuza neno lake, you've become his image. Mmekuwa umbo lake. And his likeness. Na hata mfanano wake. You must do the same. Ni lazima mfanye vivyo hivyo. Praise the name of the Lord Jesus. Sifu jina la Bwana Yesu. Hallelujah to Jesus. Hallelujah kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Hallelujah kwa Yesu. I rejoice. Nafurahia. I take this opportunity. Nachukua hii fursa. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Nisifu jina la Yesu. To wish that you stand, we welcome the word of God. Laiti sasa mnaweza simama ili tukaribishe neno la Mungu. It is high time we hear the voice of God. Ni wakati inafaa sasa tusikie sauti ya Mungu. It is high time we learn to desire to hear the voice of the Holy Ghost. Wakati sasa inafaa tukue na tamanio la kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. That is where the joy of salvation is. Hapo ndipo furaha ya wokovu uliopo. Somebody shout hallelujah. Na mtu aseme haleluya. You must strive to enter. Ni lazima ung'ang'ane kuingia. It is written strive. Imeandikwa ng'ang'ana. You must strive with sleep. Lazima ung'ang'ane kupiga usingizi. That hinders you from receiving the word of God. Ambaye inakuzuia hata kupokea neno la Mungu. You must strive with absent-mindedness. Lazima uzuie hata nia yako.
That your mind should not concentrate little with the word of God and it disappears. Si ati nia yako inaweza tu makinika kwa neno la Mungu kidogo alafu iende nyumbani. You must strive to hear the word of God. Lazima ungangane kusikia neno la Mungu. Because it is the power of salvation. Kwa sababu ni uweza uleta wokovu. Amen. Amen. God cannot send fables. Mungu hawezi tuma hadithi. He sent his word. Anatuma tu neno lake. Full of life. Ambayo imejaa uzima. Lift your hands. Inua mkono yako. I want to bring in the word of God. Nataka kuileta neno la Mungu. Mighty Father, in the name of Jesus Christ. Mungu mkuu katika jina la Yesu Kristo. You faithful God of the holy prophets and the apostles. Wewe Mungu mwaminifu wa manabii na mitume watakatifu. I thank you because of thine spirit in this place. Nakushukuru kwa sababu ya roho wako mahali hapa. Thank you for thine holy presence. Asante kwa uwepo wako mtakatifu. Thank you for being faithful, O Lord. Asante kwa kuwa mwaminifu Bwana. Thank you for keeping us up to this hour, Lord. Bwana, asante kwa sababu umetulinda hadi sasa. Receive your praise and honor. Bwana, pokea sifa na heshima. I thank you greatly, Father. Na kushukuru kwa ukuu Baba. For the word which is nigh unto us. Kwa hii neno ambayo ili karibu nasi. That you send for our salvation. Ambayo umetuma kwa ajili ya wokovu wetu. I pray that you may anoint it with thine spirit. Bwana, naomba ulitie mafuta kwa roho wako. I pray that you may strengthen your word in thine servant. Bwana, naomba utie nguvu neno lako ndani ya mtumishi wako. Do it mightily, Lord. Ifanye kwa ukuu Bwana. Pour out your spirit in your word today. Bwana, mimina roho wako kwa neno lako leo. And let it come with change. Bwana, na ikuje na mabadiliko. To change your people. Hata kubadilisha watu wako. To make them love your word. Hata kuwafanya wapende neno lako. To make them hear you when you speak. Bwana, hata iwafanye wakusikie wakati unanena. Let it carry salvation. Bwana, wacha ilete wokovu. Let it carry much grace, O God. Bwana, wacha ibebe neema. I thank you greatly, Father. Na kushukuru kwa ukuu Baba. Thank you because of the truth. Asante kwa sababu ya ukweli. Thank you because of everything. Asante kwa kila kitu that you've done for us. ambayo umetutendea. Thank you because of thine Sabbath. Asante kwa sababu ya sabato yako. Where we hear the voice of the prophets. Mahali ambapo tuwasikia sauti ya manabii. That speak to our souls. Ambayo inanena kwa nafsi zetu. Thank you, Father. Asante Baba. For the revelation of thine word. Hata kwa ufunuo wa neno lako. I ask of thee, Lord, this day. Na kuuliza leo Bwana. That you may lay your hands upon the shoulders of thine servant. Bwana, uweke mikono yako juu ya mabega ya mtumishi wako. And help him, Lord, in this work. Bwana, na umsaidie kwa hii kazi. Use. Bwana, umtumie. Thine vessel, Lord, as a tool. Bwana, tumtumie kama chombo. To minister your holy word. Ili ahudumu neno lako takatifu. Let your word come forth. Wacha neno lako litoke. To bring glory unto your holy name. Ataileta utukufu kwa jina lako takatifu. Let your people receive your word. Wacha watu wako wapokee neno lako. Give them an ear, Lord. Bwana, wape masikio. For thine word. Hata kwa neno lako. Let them not see a man. Wacha wasione mtu. Let them not hear the voice of a man. Wacha wasisikie sauti ya mtu. I pray that they may hear you. Bwana, naomba wakusikie. And they may see Jesus. Ili waweze kumwona Yesu. I greatly honor you. Bwana, nakuheshimu kwa ukuu. And I bless you, Father. Na nakubariki Baba. Receive your glory and praise. Bwana, pokea utukufu na heshima. Honor and thanksgiving. Hata utukufu na shukrani. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Lord, I do pray. Bwana, naomba. And I welcome the word of God. Na karibisha neno la Mungu. Welcome the word of God. Karibu neno la Mungu. Welcome the word of God. Karibu neno la Mungu. Welcome Jesus. Karibu Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Wacha tushukuru. Let us give thanks. Baba mtakatifu wa Israeli, Holy Father of Israel, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, God of Isaac, Ibrahim and Jacob, Mungu wa manabii watakatifu na hata mitume, God of the holy prophets and the apostles, wahubiri, wachungaji na hata walimu, preachers, teachers,
and even the pastors. Mungu wa watakatifu wako Baba, God of the saints, na hata Mungu wangu even my God. Baba, ninakushukuru. Lord, I thank you. Asante kwa ajili ya lisaa hili. Thank you for this hour. Asante Bwana kwa yote ambayo umetenda. Thank you for everything that you have done. Naliinua jina lako maana wewe ni Mungu. I uplift thy name because you are the Lord. Kando yako hakuna mwingine. And beside you there is none. Wewe ni Mungu ambaye unastahili kuabudiwa. You are the Lord who is worthy to be Wewe ni Mungu ambaye unastahili kuinuliwa. You are the Lord who is worthy to be lifted. Wewe ni Mungu ambaye unastahili hata kuogopwa. You are the Lord who ought to be feared. Umetenda mambo ya ajabu Baba yangu. You have brought miraculous things unto us. Umeokoa na hata unazidi na kuokoa Baba. You have saved and you are continuing to save. Baba, niseme nini na kushukuru? What more can I say? I give you Baba, na kuabudu na kutukuza lisaili Baba. Lord, I worship, I adore you this Naomba Baba umtukuze mwanao. And I do pray, Lord, may you glorify thy son. Baba, ponya watu wako kwa ajili Baba ya hii lisai Baba. And may you heal thy people because of this hour. Neno hili wacha likapate Baba kufariji mioyo hizi. Let this word be the comfort unto the souls of these people. Oh Baba, inua kila mmoja wetu. Hey Lord, uplift every one of us. Baba, inua na hata watumishi wako. Uplift even thy servants. Wote pale watakatifu wamekusanyika lisaili Baba. Wherever thy saints have gathered this hour, Lord. Wacha roho ya nabii yako ikatetemeshe ile jengo. Let the spirit of the prophet shake the place. Baba, wacha wakauishwe ndani ya mioyo zao. And let they be quickened in their hearts. Ninakushukuru kwa ajili ya mikutano iliyo mbele yetu. I thank you because of the meetings that are before. Baba, ninakuomba upate nafasi yako Baba. Lord, I do pray that may you have. Baba, okoa hizo nafsi maana wewe ni Mungu. Save those souls because you are the Lord. Wacha neno hilo hata likapate kutuokoa nasi. Let the word also be able to save us. Asante kwa ajili ya mkutano ya Murang'a Baba. I thank you because of the meeting. Asante kwa ajili ya mkutano ulioko pale Maseno sasa hivi Thank you Baba. for the meeting that is continuing there. Asante kwa ajili ya mkutano ambayo inaenda kufanyika pale Bwana majeshi pale Kisii Baba. Thank you even for the meeting that is about to be done there at Kisii. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya hiyo. Let thy name be magnified because of that. Wacha Roho wako Mtakatifu akatawale. Let thy Holy Spirit reign. Wacha mapenzi yako yakapate kutendeka. And let thine holy will be done. Nua wadada na wandugu wote Mungu wangu. Lift brothers and sisters, O Lord. Nua hata na vijana wetu Baba yangu. Even together with our youth. Waokoe na ule mwovu shetani Baba. Save them from the evil. Baba, wajenge katika mwamba wa neno lako Baba. Build them upon the rock of thy word. Ili mawimbi ya dunia yasije yakawafyeka Baba. So that the wind of the world may not sweep them. Watie nguvu kwa neno lako. Strengthen them through thy word. Ninde hata na watoto wetu Baba. So guide our children, Lord. Napozidi kuendelea kukua Mungu wangu. We are continuing to grow. Neno lako lipate kuwa Baba taa ya miguu zao. Let thy word be the light unto the young. Nikawalinde na kuwaongoza pale To Baba. guide and to lead them, O Lord. Ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Lisaili Baba. I thank you because of thy servant Tia right nguvu now. neno lako lililo ndani ya mtu wako Baba. Strengthen thy word in thy servant. Tenda yaliyo mapenzi yako maana wewe ni Mungu. And do that which is thy will because you are God. Jina lako litukuzwe maana wewe ndio mfalme wa Let thy name be wafalme. magnified because you are the King. Wewe ndio Mungu wa miungu You Baba are the yangu. God of gods, O my Father. Kando yako hakuna mwingine. And beside thee there is none. Ninakutukuza mchana wa leo. I glorify you this day. Nasema pokea sifa, ushindi na utukufu. I do give you praise and glory. Baba, ninasema ni asante. I do give you thanks, O Lord. Asante maana umeokoa watu wako Baba. Thank you because you have saved this. Asante maana unazidi kutakasa kanisa lako Baba. Thank you for you have continued to sanctify. Asante maana unaenda kukamilisha nafsi za watu wako Baba. Thank you because you are going to perfect the souls of thy people. Baba, ninakuinua kwa ukuu wako Baba. And I lift because of thy greatness, Lord. Ninakutukuza maana wewe ndio Baba I yetu. magnify you because you are our Mungu Father. wa Sabato Baba, jina lako litukuzwe. O Lord of the Sabbath, may thy name be lifted. Wa masikio Baba ya wapendwa Baba. Open the ears of these people, Lord. Wasikiapo neno lako Baba wapate kuelewa. When they shall hear thy word, they get to Ili neno understand. hili lipate kuleta uzima ndani mwao So that the Baba. word may bring life unto them. Asante Baba. Thank you, Father. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. In the name of Jesus Christ, I do pray and believe. Amen. Amina. Tuseme amina. Let us say amen. Haleluya kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Jina la
la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe. Let the name of our Lord Jesus Christ be lifted. Ni yeye Bwana anastahili kuabudiwa. Because he is the Lord who is ought to be worshipped. Ni yeye Bwana anastahili hata kutukuzwa. He is the Lord who is ought to be lifted. Kando yake hakuna Mungu mwingine. And beside him there is no other God. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante kwa lisaa hili Baba. Thank you for this hour, O Father. Na wakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. I welcome all of you in the house of the Lord. Nasema ninawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. I am saying I've invited all of you in the house of the Lord. Ukikaribishwa lazima uisi ile makaribisho. When you are invited, you must feel the invitation. Wakati unagonga mlango ya mtu fulani, When you are knocking at someone's door, akifungua ile mlango, when one opens the door, asipokuambia karibu, when he fails to tell you welcome, bado utakunja sura yako you will still frown your face na utanyamaza and you will keep quiet na utafanya chochote and you will not react to anything mpaka wakati ule mtu atakwambia karibu, until that person tells you welcome. utasmile. Then you will smile, Maana pia atakukaribisha kwa smile. because he will also invite you with a smile. Kwa hivyo utaunganika na ile tabasamu, So you will get joined together with the na same smile, utaingia ndani ya ile nyumba and you will enter into that house ukijihisi wewe ni mmoja wao. feeling that you have been invited. Kwa hivyo wewe ni mmoja wa watakatifu wa Bwana. So you are one of the saints of the Lord. Ndio sababu nakuambia karibu katika nyumba ya Bwana. That's why I'm telling you, welcome in the house of the Lord. Nasema karibu katika nyumba ya Bwana. I'm saying welcome in the house of the Lord. Haleluya. Hallelujah. Niko na furaha I am much joyous. ambayo imejaa pia kilio. Also the joy that is full of tears. Lakini wana wa Mungu hawalii kilio vile wana wa ulimwengu wanavyolia. But the sons of God doesn't cry the same cry as the world do cry. Kilio cha wana wa Mungu kimejaa furaha. The cry of the children of God is full of joy. Kilio cha wana wa Mungu ni furaha. The cry of the sons of God is joy. Tafsiri ya kilio cha wana wa Mungu ni furaha. Translation of the crying of the children of God is joy. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo lia kilio cha furaha mchana wa leo kwa tabasamu. So you want to cry a cry of joy full of smile. Unajua tafsiri ya pale nje iko tofauti na tafsiri ya Have you known that the translation of there in the world is different from this inside? haleluya kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Tunaweza keti chini You may have your seat. kwa furaha iliyo kuu. Also with a great joy. Haleluya. Hallelujah. Mungu ana furaha. God is joyous. Na kama Mungu ana furaha, And if God is joyous, lazima wanaye pia wawe na furaha. his sons, they must be joyous too. Ametuita na akatuchagua tuwe wenye furaha. He has called us and he has chosen us to be joyous. Maana aliona kule nje tukiwa tumedhulumiwa. Because he saw us as we are being used. Tulikuwa tunalia sana. We were crying very much. Bwana akatuita But the Lord called us na akatuchagua and he chose us ili aweke furaha yake ndani mwetu. so that he may put his joy in Kwa us. hivyo inastahili ufurahie ndugu. So you brother, you ought to be joyous. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Hii Jesus. wokovu ni wa dhamana na umejawa furaha. This salvation is much precious and full of joy. Mtu yeyote astahili kuonekana miongoni mwetu kama hana furaha. Let no one in the midst of us seems like he have no joy. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ninamshukuru Bwana I thank the Lord kubwa mno in a great way kwa yote na yale ambayo ameweza kuyatenda. because of everything that he has done unto us. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Songea karibu katika meza tupate kuila mkate wa Bwana. Come closer to the table so that you may dine in the table of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Na utulie katika hiyo meza.
and be still at that table. Siwe na wazo lolote lile Don't be full of thoughts ambalo alihusiani na kile chakula ambacho kiko mezani. that does not pertain with the food that you are about to eat. Maana utakula na haitakusaidia. Because you will eat and it will be of no Na importance. utakula na hautashiba. And also you will eat and you will never get satisfied. Hakuna mtu ambaye anaweza andaa ugali mezani alafu anameka mmoja anakimbia. There is no one can prepare ugali on the table and he bites one bite and runs away. Anaenda kule na kule tena anarudi anameka moja tena anaenda. Then he goes there and here and then comes and takes another bite and Kuna goes. tofauti ya mtu kama huyo na mtu ambaye ametulia. There is a great difference between such a person and the one who is still. Yule ametulia kikula kama ametulia, The one that is still while he partakes the food atashiba vyema. will be satisfied in the right way. Chakula kitakuwa kinaingia kinateremka sawa sawa. The food will be flowing in the right way. Mpaka wakati atasikia sasa nimetosheka. Until he will feel that he is full. Lakini huyu mtu ambaye anakula mawazo yake ikiwa huko na kule, But this one that is eating, but the mind is not in the same thing, kwake huyo itakuwa shida. that same person will have a problem. Tuko pamoja? Are we together? Kwa hivyo So, kaa na utulie. sit down and be still. Weka wazo lako kwa meza. And let thy thought be at the table. Hata kama ni dakika chache, Even if it is for a few minutes, Bwana ameandaa iwe vile the ilivyo. Lord have ordained it to be the way it is. Kuwa makini kabisa. So be keen. Unaweza fikiria tunaenda mpaka jioni You might think that we are going until evening. na kumbe tunamalizia hapa. You get that we are just finishing right Na now. unaweza fikiria tunamalizia hapa And you might think that we are finishing na kumbe right away. tunaenda mpaka And you find it we are going miles hapo mbele. there in front. Kwa hivyo wewe relax. So just be cool. Kaa na utulie. Relax and be calm. Jana nilikuwa na ukua kabisa ndani ya moyo wangu. Yesterday I was burning in my soul. Nilikuwa na ukua. I was growing. Hiyo kuungua ilikuwa kuu. And it was great. Na shughuli za hapa pale kwa ajili ya maandalizi ya Sabato ikawa ni mingi. And the business of preparing towards the Sabbath, they were so much. Na ndani yangu kulikuwa na moto ulikuwa unanichoma. And in my heart there was a fire burning. Zile shughuli So the businesses zikawa zinanizuia kuangalia hii kuchomeka ambayo inachomeka inatoka wapi. Those businesses, they hindered me from knowing where this burning was coming. Maana lazima uelewe kila kitu ambacho kinachotendeka katika maisha yako. Because you must be aware of everything that is going on your life. Chochote kinachotendeka ndani ya maisha yako kama mwana wa Mungu lazima ukielewe. Anything that happens in your life as son of God, you must understand it. Maana maisha yako ni ya Bwana. Because your life, it is for the Lord. Chochote kifanyikacho ni Bwana anaruhusu kifanyike. Whatever it may happen, it is the Lord that have allowed it to come. Iwe ni njema au mbaya, Whatever it be, good or evil, Bwana anaruhusu kitendeke. the Lord allows Kwa hivyo it. lazima utafsiri chochote kile ambacho kinachotendeka ndani ya maisha So you yako. must be able to interpret everything that is happening upon your life. Na utapata answer. And you will get the answer. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Zile shughuli zikawa zimenisonga. So the businesses caught me up. Zikaninyima wakati And it even denied me wa time. kutafakari ile kuungua. The time even to meditate upon the burning I was Mungu ni feeling. mwaminifu wapendwa. But God is faithful, my brethren. Maana nilitaka kujua kiini. Because I wanted to know the origin of the burning. Haleluya. Hallelujah. Mungu akamtuma ndugu Meshaki, maana alikuwa hayuko kwa muda ndani ya nyumba. And God sent brother Meshach because he was not found in the house at that time. Akanipata katika zile shughuli zimenishika hapa kule. And he found me on my businesses up and down. Huku nataka kukaa chini nitafakari hii. And on the other side I want to settle down to Lakini meditate. nimeshikika kiwango fulani, siwezi acha kila ambacho ninachokifanya. But I'm entangled with many things to an extent I couldn't leave them. Ndugu Meshaki akaniambia, And my brother Meshach told me, nitafanya hii na hii na hii. I will do this and this and that one. Kwa zile shughuli ambazo zilikuwa
nishika. Pertaining the businesses that have entangled me. Nilishangaa nikamwangalia nikasema tu And I wondered, and I could behold at him and nod my head. Nikamuuliza, kweli utafanya? And I asked him, will you surely do it? Na mimi ndio nafanyanga zile shughuli, lakini akaniambia nitafanya hii na hii na hii na. Those businesses, I'm the one, I'm used to do them, but he said I will do this, that and that one. Hapo Mungu akamtukuza mwanawe. At that moment, God magnified his son. Nikajua, and I knew, na nikatafakari ile moto ambayo ilikuwa inachoma ndani yangu. And I meditated upon the fire that was burning in me. Nikasema ndani yangu, and I said within me, na kushukuru Mungu kwa ajili ya huyu ndugu kuja kuchukua shughuli za ulimwengu huu. I thank you, Lord, for this brother coming and taking these businesses of this world. Ambazo zilikuwa zinanizuia kutafakari ukuu wako. That have entangled me, hindering me not to meditate upon the greatness. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Nikachukua nafasi, nikajitenga na nikakaa kando. And I took a closet and I set aside by myself. Nikaanza kutafakari ukuu wa Bwana. And I started meditating upon the greatness of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Nikapata nafasi ya kulisoma neno la Bwana. I found even the time to read the word of God. Nikapata nafasi ya kuomba hata. I found even the time to pray. Nikapata nafasi hata ya kutulia. I did even find the time even to be at home. Nikapata nafasi ya kufunga masikio yangu ili nipate kusikia ya Bwana. I found time to close my ears so that I may hear that which pertaineth the Lord. Bwana akafungua sikio langu la ndani na akawa ameondoa lile sikio la nje. And the Lord opened my inner ear and took away the outer ear. Ambayo ilikuwa imesikia ya ulimwengu ama shughuli za ulimwengu sana. The outer ear which was hearkening unto the voice of the business of the world. Akatengeneza nafasi. And he created a time. Atatengeneza nafasi. And he created a time. Na atatengeneza nafasi ndani yako. And right away he will create a time. He will create a time in you. Kama amenipa nafasi ya kumwabudu, if he have given me time to worship, na shughuli zote ambazo zilikuwa zinanipinga, and has taken away every business that was hindering me. Yeye ni Mungu mwaminifu kwa watakatifu wake. Surely he is a faithful God. Hivyo atatenda kwako wewe. So he will do the same way. Chochote kile ambacho kinaweza kuwa kinakuzuia kumtumikia Mungu, whatever that is hindering you from serving the Lord, Bwana atafanya njia kitaondoka. The Lord God will pave away the need. Ili upate nafasi ya kumwabudu Baba. So that he will be able to worship the Father. Bwana anatafuta wale watu watakao mwabudu katika roho na kweli. Because the Lord seeketh there such people to worship him in spirit and truth. Watafuta sababu ndio maana umekaa hapa. And he's going on to seek for them. That's why you are sitting here. Ili akutengeneze, so that he may work out for you. He can shape you. Akufinyange. He can make you. Akufanye vile mwenye apendavyo uwe. Until he makes you the way he wants you to be. Hallelujah. 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 Bwana atafanya njia leo. The Lord will find a way. Yeye ndio Mungu anasema kwamba atafanya njia pasipo na. That is the Lord that is saying that he will make a way where there is no way. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Atafanya njia kwako wewe. He will make a way on you, brother. Usikie tu neno la Mungu. Just hearken unto the word of God. Tende vile neno linavyosema. And do what the word says. Yeye ni Mungu mwaminifu. He is a faithful God. Amekuita umwabudu. He has called you so that you may worship. Hajakuita upate kuabudu Mungu yeyote yule, bali amekuita umwabudu. He has not called you to worship any other God, but he has called you to worship him alone. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hallelujah kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Hallelujah kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Nimejawa na furaha. I'm full of joy. Amani ya Yesu iko juu yangu. The peace of the Lord is upon me. Baraka za Mungu zinabubujika hivi juu yangu. The blessings of the Lord are overflowing upon me. Na hizo baraka na amani na upendo, and the blessings and the peace and the love, iminike kwako kwa utele. And it made well in you in abundance. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Oh, tumeumbiwa furaha. Oh, we have been created a joy. Nitajifundisha kufurahi. I must teach myself to be joyous. Hata nipite katika milima na mabonde. Even if I pass through the valleys and the mountains. Hii wokovu ni wa dhamana wapendwa. Hii wokovu ni
ni wa dhamana. His salvation is of a great value. Hii wokovu ni furaha tupu. His salvation is joy. Hii wokovu ukiwa nao huoni chochote. When you have this salvation, you see nothing. Kikiwa kigumu kuelekea maisha yako. Nothing being difficult upon your life. Mambo kwa Yesu ni shwari. Things in Jesus are straight. Yaani kwa Yesu mambo ni sawa sawa. Things, everything in Jesus is okay. Sasa zingine huwa nasema hii kweli ni kuanga wapi? Sometimes I do ask myself, where was this truth? Lakini narudi naambia Mungu ni asante, maana uliona ni vyema nipokee injili kwa wakati wake. But also I do remember and thank the Lord that He saw it good. I received the word in due season. Ndio sababu namtumikia Mungu na roho yangu yote. That's why I worship, I serve the Lord with the whole of my heart. Ile nguvu ambayo nilikuwa namtumikia shetani pale nje, The strength that I was using to serve the devil there, naiunganisha pamoja. I enjoin them together. Namtukuza Bwana. And I serve this Lord. Mtukuze Bwana mpendwa. Serve the Lord. Praise the Lord. Tafuta ukuu wa Bwana. And seek the greatness of the Lord. Tafuta uso wa Bwana. Seek the face of the Lord. Tafuta mapenzi ya Bwana. Find to know the will of the Lord. Tafuta hata utakatifu wa Bwana. Even seek the holiness of the Ili Lord. upate kumtukuza Bwana. So that you may worship the Lord. Tukuze Bwana ni kama hakuna kesho. Praise the Lord as if you are not waiting for Hata the Lord. unapomsifu Bwana kwa hizo nyimbo mbili. Even when you are praising the Lord with two songs. Unaelewa maana ya nyimbo mbili? Do you understand the meaning of two songs? Unaelewa maana ya nyimbo mbili? Do you understand the meaning of two songs? Unasema amen, unaelewa maana ya nyimbo mbili? Say amen if you understand the meaning of two songs. Tuwe watu wa kusema, Brethren, let us be people of saying and doing. maana kwa Mungu ni ndio na amini. Because in the Lord it is yeah and amen. Wana wa Mungu hawananga kiburi. The children of God are not. Wana wa Mungu ni wanyenyekevu. The sons of God are humble. Wana wa Mungu ni watiifu. The sons of God are obedient. Tiifu inastahili ionekane ndani ya wana wa Mungu. Obedience ought to be seen in the sons of God. Ili ulimwengu utakapotutazama, So that when the world will look at us, maana hao wana utii, because they are disobedient, watamani kukaa kama sisi. and they will like to be like us. Hallelujah. Hallelujah. Sema ni leo. Say it's today. Kuokolewa kwangu ni leo. My salvation is today. Kukombolewa kwangu ni leo. My deliverance is today. Pale ambapo tumekuwa tukikwama tunatoka leo. The place that we are getting to stuck, we are going out today. Maana tumekuwa tuking'ang'ana kabisa. Because we have been striving too much. Lakini wapendwa, acha niwaambie. But brethren, let me tell you. Ukiwa umejazwa roho wa Mungu hakuna kung'ang'ana. When you are full of the Spirit of God, there is no Wale striving. wanaong'ang'ana hawana roho wa Mungu. Them that do struggle, they don't have the Spirit of Kung'ang'ana God. istahili kuwe miongoni mwetu. Struggling is not our part. Kwa hivyo hata using'ang'ane kutii. So also don't struggle to be obedient. Tii neno la Mungu linenapo. Just obey the word of God as it is being spoken. Umejazwa roho Mtakatifu. You have been full of the Spirit of God. Atakujaza roho ya unyenyekevu na utii. And also He will fill you with the spirit of humbleness and obedience. Haleluya kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Haleluya kwa Yesu. Hallelujah to Jesus. Haleluya kwa Bwana. Hallelujah to the Lord. Pigie Yesu makofi kwa ajili ya neno lake. Clap your hands for the Lord because of His word. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante kwa neno lako. Thank you for your word. Asante kwa roho wako Mtakatifu. Thank you for the Holy Spirit. Asante kwa roho ya utiivu. Thank you for the spirit of obedience. Na nibariki jina lako Baba. I bless your name, O Lord. Ninalitukuza jina lako. I praise your name. Wewe ndio Baba. You are the Father. Haleluya. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Tutafungua.
Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tuseme sisi wote amina. Let all of us say amen. Tujifundishe kusema amina. Let us teach ourselves to say amen. Maana neno la Mungu ni kweli na Because the word of God is here and amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo jipende. So you ought to love yourself. Jipende mpendwa. Love yourself, brethren. Mungu akiwa ndani yako, When the Lord is in you, lazima ujipende. you must love yourself. Jisikie. You must feel yourself. Ringa kwa Yesu. Oh yes. Haleluya. Hallelujah. Kuna watu wanaomringia shetani kule nje. There are them that are proud of the devil. Sisi turinge maana tunaye Mungu. So let us be proud because we have the Lord. Let us be proud. Lazima ujisikie. You must feel Maana yourself. wewe ni mwana wa mfalme. Because you are a son of a king. Hakuna mwana wa mfalme wa ulimwengu asiyeringa. There is no son of king in this world that is not proud of himself. Kwa hivyo mbona sisi tusiringe? Why are we not to be Ringa proud? ndani ya roho. We ought to be proud in the Siati spirit. uringie ndugu yako. Don't be proud unto your brother. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Ni Jesus. katika roho. It is in the spirit. Jisikie wewe ni mwana wa mfalme. Feel yourself that you are a son of a Jisikie king. unavyo vitu vyote. Feel yourself that you have Jisikie everything. wewe ni mtawala. Feel yourself that you are the Jisikie reigner. nguvu na uweza na mamlaka zote umepewa. Feel yourself that you have been given power, authority and everything. Unajua mimi saa zingine huwa najisikia sana. Do you know me? Sometimes I do feel myself so much. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Tembea Jesus. kwa hii njia pale ambapo umati wa watu ulipo, najipiga kifua. I walk in a multitude of people and Nasema even I nani beat kama my chest. mimi? And even I can ask, who is like me? Natembea nikiji. I do walk feeling myself. Kama unajisikia hivyo? Anza kujisikia. Don't you feel the same way? You ought to feel it. Si tu utembea ukiringia watu. Don't walk being proud towards people, Ringa ndani ya roho. but be proud inside you. Ambia nafsi yako, yani Mungu umeniokoa tu katika hawa watu wote, mimi tu. Speak to your souls in this manner. The Lord have saved you among all those people you can see. Si utaringa kama utaelewa. If you understand, you got to be proud. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Saa nyingine Jesus. napanda matatu naangalia nione kama kuna mteule anatoka Komarok. Sometimes I do board a vehicle to see if there is Naangalia a kama brother kuna coming from mtakatifu wa Komarok. Madare. I look whether to see there is a brother from. Hata kama kuna wapendwa wengine sijawahi waona kwa sura, lakini tunatambulikananga kwa vitambulisho. Even if some other have never seen them by the look of the eye. Unajua Others we identify them by the spirit. Yes, ukiwa na Holy Ghost utatambua tu ni ndugu. When you are full of the spirit, you will know that. Hizi mambo hamuja experience. Have you not experienced these things? Wakati naenda Mloti tukienda katika ile mkutano, When you are going to Mulota into the meeting, huwa naangalia wapendwa. I do look at the brethren. Nasema ni wapendwa. And I can conclude these Wakati are my naenda brethren. kukula chakula pale kwa hoteli, When I go to take food there at the hotel, naangalianga nasema huyu ni ndugu. I look here and there and I can know this is a Hata brother. kama sitamwambia ndugu habari, Even if I will not acknowledge him, hey, hello brother. ndani yangu namwambia habari ndugu yangu. Inside me I'm speaking it loud. Hey, Nikijua hello hakika brother. huyu ni ndugu. Having a confidence and knowing he's a brother. Bwana Yesu apewe Praise sifa. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Tutatambulikana hata kwa kukula. We will be known even in our eating. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Hata kwa kutembea tu. Unaona wakati tunatembea haraka tukienda mkutano. Even on our walking, do you see how we Kila walk mtu faster anataka on our meetings? Everyone in his own business. Mtoto ameshika unasikia tu tembea haraka. Holding the child is saying, walk faster, walk faster. Utajua huyu ni ndugu. They will have to know this a brother. Anaenda wapi? Heading where? To the meeting. Tujuane. We ought to know each other. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Mjue ndugu yako You ought to know your brother. na umtendee yaliyo mema. And do good unto him. Ukiona anataka kupita haraka wewe unamsubaisha, When you see him that is faster and you are hindering him, pishe kwa upendo. be quick to let him go in love. Mwambie ndani ya roho yako, ndugu pita, najua wewe ni ndugu.
Tell him inside your heart, oh, pass. I know you are a brother. Na hata yeye atahisi. And even him will feel the same thing. Huyu amenipisha kwa hii upendo. He will feel this one that have given me away through this Huyu pia ni dada. He ought to be a sister. Tunaona vile tunapatana. You can see how we get attracting each other. Wewe ni spark. You are a magnet. Mimi ni spark. Also you are a magnet. Tunapotembea kwa njia, when we walk along the way, inakuja, we get to attract each other. Inashikana. And get hold of each other. Hivyo ndivyo inafaa tushikane hapa. That's how we ought to get together, each one of us. Huwezi ondoa spark kwa ingine. You cannot put magnet up against the other. Hapana. No. Lazima zikuwe pamoja. They must remain together. Sema amina. Say amen. Naitwa umoja. It is called unity. Sema amina. Say amen. Sitahubiri kama usemi amen. I won't preach if you are not saying amen. Ninakuamrisha kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. I command you through the name of Jesus Christ. Say amen. Ongeza sauti tena, sema amina. Raise again your voice and say amen. Wana wa Mungu. The sons of God. Sauti za wana wa Mungu. The voices of the sons of God. Zinapendeza. They are so loving. Vile wamekaa wanapendeza. Even the way they have seated, they are. Nyuso zao zote zapendeza. Even their countenance. Matendo yao yote yapaswa yapendeze. Also they are all doing what to be good. Sema amen. Say amen. Kila kitu cha mwana wa Mungu lazima kipendeze. Everything of the Son of God should be attractive. Hata kwa mavazi ambayo unavalisha hilo hekalu la Roho Mtakatifu. Even the clothes that you are putting on that tabernacle. Lazima yapendeze. They must be attracting. Tengwa na dunia kabisa. You ought to be loved by the world very much. Pendeze Mungu. You got to be separated from the world and please God only. Kwa chochote kile ambacho unachokifanya na kukitenda. In everything that you do. Siangalie nje ukatamani. Don't look there outside and start desiring. Tutamani vya mbinguni. Let us desire the things of heaven. Kuna vitu vya mbinguni vinapendeza. There are many attracting and desirable things of heaven. Kwani mimi sipendezi? Hey. Kama unataka vya kupendeza niangalie. Am I not desirable? If you want something to desire, you can look at me. Simama hapa ndugu. Oh yes, you can look at me. Hatupendezi. Are we not desirable? Neno la Mungu halitoi ati huyu ndugu ni handsome. The word of God does not make one to be handsome. Neno la Mungu linasema huyu ndugu ni beautiful. The word of God calls us beautiful. Situsome neno. Fanyike hiyo neno. So that you may be that one. Huyu ndugu ni beautiful. Oh, this brother is beautiful.